jinsi gani wewe unajikomboa kutoka kuwategemea watu na kujitegemea mwenyewe. Jinsi gani unajitoa hapo? Wana wa Israeli walipokuwa jangwani walilishwa na Mungu muda wa miaka 40. Wakihitaji maji walikuwa hawaendi kuchimba visima jangwani. Sio kwamba kuwa kuna Biblia inaweza kuna maeneo walikuwa wanapitia na chemchem. They were not working. Leo hii mtu akiyasikia anaweza kayatamani hayo maisha. Lakini maisha hayo yalikuwa ni maisha ya jangwani. Mtu yeyote ambaye anaishi kwa miujiza sio mbarikiwa hasa. Ndio Musa hakuingia jangwani, hakuingia Kanani, lakini aliwaeleza maisha ya Kanani. Akamwambia huko mnakokwenda huko Mungu atawabariki. Atawabariki sana kwenye ile nchi. Hebu naomba Kumbukumbu la Torati sura ya 8 mstari wa 3. Nawe utaikumbuka njia ile yote Bwana Mungu wako aliyokuongoza miaka hii 40 katika jangwa, ili akutweze, yani akushushe, kukujaribu kuyajua yaliyo moyoni mwako, kwamba utaishika amri zake au sivyo. Ndio lengo la jangwani. Kwa nini walikula mana, wanapata maji kutoka mwambani? Leo mtu anasema kwamba tunasema Mungu wetu anatoa maji mwambani, anatoa mana. Ni kweli, hiyo ni miujiza. Lakini na wao siku moja walichoka. Wakasema hii mana imetukinai. Ukiwa unaishi kwa kuwategemea wanadamu, unavaa zile nguo wanazokupa wao. Si ndio maana yake? Unakula chakula wanachokuchagulia wao. Tuko pamoja? Watoto wote mliopo hapa hamjui leo mtakula nini. Kuna mzee mmoja ameshasema kule, leo mimi nataka samaki. Wote mtakula samaki. Mzee ameshasema, bwana mimi nimekumbuka maharage ya kwetu yanaenda kutafutwa, wote mtalishwa maharage hiyo siku. Sababu kuna mzee kuna mzee mmoja amekumbuka mbaazi za kwao. Sema amen. Musa akawaambia real blessings ziko kule nchi ya ahadi. Kama upo hapa na unaishi maisha ya kuwategemea wanadamu, hiyo ni baraka, lakini ni baraka ya jangwani. Baraka halisi iko katika wewe kujitegemea. Utaanza kuvaa nguo unayotaka, unakaa mahala unapopataka, unakula msosi unaoutaka. Hata siku moja ujipongeze tu, utesti maisha ya Kanani. Pata hela yako kidogo, nenda sehemu ukae pale. Haleluya. Useme mishikaki minne, mayai 3. Haleluya. Nipe na paja la kuku moja. Haleluya. Afu lete chips. Laini usikaushe sana. Nenda ukatesti na wewe maisha ya kule Kanani. Ujue wenye hela wanakula. Hiyo ya kupimiwa sasa ya jela hiyo, si ndio? Anaamua bwana jela. Kama ile ya shule ile, yaani mpaka mnataka kuandamana, jamani maharage yamezidi. Musa akawaambia real blessings ziko Kanani. Sasa hawakujua kwamba mana itakata. Walipofika tu kule Kanani, mana hapo chwa. Sasa Joshua vipi? Anasema wewe, si tumeshagawa mashamba hapa? Sababu hatua ya kwanza ilipofika tuligawiana mashamba. Si tumeshagawiana mashamba? Haya, kila mtu jembe, kila mtu akalime bwana. Sasa Mungu kazi yake ni kuleta mvua tu hapa. Mungu kazi yake ni kuleta mvua. Mimi nadhani wavivu walitamani jangwani. Wavivu walitamani jangwani. Kwa hiyo nirudie kusema hivi, kuishi kule kwa miujiza ya moja kwa moja na sio miujiza ya Mungu kubariki kazi za mikono yako.
ni maisha ya jangwani hayo. Sio mpango wa Mungu. Ni baraka ambazo Mungu atakupa wakati una matatizo au wakati umeanzaanza katika wokovu, ili kukufundisha kumwamini yeye. Sio mpango wa Mungu kwamba tukitoka ibada ya Jumapili tukifika nyumbani tunakuta masahani ya wali kwenye meza ambayo hatujui yametoka wapi. Kwa kweli utakuwa ni ushuhuda mkubwa Jumapili ijayo ukija hapa. Yaani tulipofika nyumbani, jameni, ni kufungua tu mlango na tukaangalia hakuna hata mlango uliovunjwa, lakini tukakuta kwa kweli masahani yote yamejaa wali kuku. Kulikuwa kuna hotipoti ya samaki, hotipoti ya nyama, hotipoti ya kuku, jamani, ya pilau, ya biriani, ya wali mweupe, jamani, kuna hotipoti ya ndizi. Mungu ni mkubwa, kwa wale tutakushangilia. Huo sio mpango wa Mungu. Mungu anaweza akakusaidia hivyo wakati wa matatizo. Atakusaidia. Kama unaona wale jamaa walikuwa wanakuletea masuruali hawayaleti tena, ujue ni Mungu pengine amewakataza, kwamba mnamtia uvivu yule. Anatakiwa afanye kazi, tushamgawia shamba kule Kanani, akafanye kazi.